Ya Rabbi, kwa nini Abduli? Kwani kuna kipi kinachoendelea kati yetu? Na kwa nini ndoto ijirudie? Ina maana mcheshi wetu hatutamwona tena hapa shuleni. Ya Rabbi, maskini Abdul. Na kwa nini naumia? Ya Rabbi. Hiki ni kizazi cha haki. Hiki ni kizazi cha haki. Leo tunaye mgeni kama mnavyomuona hapa mbele. Amenitambulisha kule ofisini kwamba anaitwa Lydia. Pengine mimi siyajui majina yake yote, atajitambulisha yeye mwenyewe. Hebu sema majina yako. Kwa majina yangu naitwa Lydia Ali Shabani. Hivyo napenda ushirikiano wenu. Sijui tunaelewana? Ndio. Asante sana. Unaweza kaenda kukaa. Maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi. Sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo, maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi. Sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo. Naweza sema hivi, hiki ni kizazi cha haki. Hiki ni kizazi cha haki. Abduli, unaonekana wewe ni mcheshi sana hapa shuleni. Hapana, wapo wacheshi zaidi yangu, lakini hata wewe ni mcheshi pia, maana leo ni siku yako ya kwanza hapa shuleni. Haya bwana. Mbona umenuna? Yaani toka mwanamke kafika hapa shuleni, naona anataka kuwa urafiki wetu kabisa. Hapana Skola, yule ni mwanafunzi mgeni, hawezi kutuachanisha urafiki wetu. Na kama unavyojua,
Mwalimu kasema tumpe ushirikiano. Na ndio ushirikiano wenyewe. Mwalimu Mwaipopo unakula unavyoangalia. Toka upo pale dukani na sio kwa jicho zuri. Wewe Abduli. Lakini hamna kibaya nilichokifanya. Abduli! Naona ananiita. Abduli! Njoo hapa. Ndio kilichokuleta hapa kuongea na wasichana, si ndivyo? Unamaanisha nini kusema hivyo mwalimu? Nakwambia kwamba ndio kilichokuleta hapa kuongea na wasichana na watoto wa kike, si ndivyo? Hapana. Lakini mwalimu, mwenyewe ulisema tumpe ushirikiano. Na ndio ushirikiano wenyewe. Ni majibu gani unaonijibu mimi hapa? Naongea na unapata ujeuri gani wa kuzungumza maneno kama ikiwa mimi ni mwalimu wako? Yaani wazazi wamekulipia ada, wamekulipia kila kitu, uje hapa shuleni unaanza kunijibu majibu kama ya kipuuzi, si ndivyo? Wewe unanitania, si ndivyo? Una adabu, una heshima, si ndivyo? Majibu kama nataka nikwambie, hii shule sio ya baba yako. Hapa shuleni umekuja kusoma tu. Sawa. Hamna mambo ya wanawake hapa. Hapa hakuna mambo ya watoto wa kike. Nitakufundisha adabu wewe. Ndio mambo. Teacher! Toka hapo. Toka. Abduli, mbona mwalimu alikuwa anakuadhibu? Shida nini? Acha yapite Lydia. Maana ukimchunguza sana mkamua maziwa, utakunywa wewe maziwa. Abduli, unatambua fika kuwa panya anaamini siku zote ana mbio kuliko paka mpaka akamata. Kweli wewe ni Lydia mafumbo. Tuachane na hayo. Tunaweza tukaenda darasani. Sawa. Hivi mnajua kwa nini nimewaita hapa? Hapana. Kuna mtu ameanza kuleta ujinga hapa shuleni. Kuna mtu ameanza kuleta ujinga hapa shuleni. Si mnanielewa? Ndio. Hapa mmekuja kusoma, hamjakuja kuleta mapenzi. Sasa kama umekuja kusoma hapa, fata masomo. Mimi nimetumwa na serikali kwa ajili ya kuwafanya nyinyi mfike mbali. Sasa nyinyi kwa nini mmeanza kuingia kwenye ujinga wa namna hiyo? Na kuna mwanafunzi nimemwona hapa. Wewe njoo hapa. Njoo hapa. Nakwambia njoo hapa. Njoo hapa. Toka hapo. Toka. Sasa nataka niwaambie, hii ni onyo kwa wengine. Watakuwa waleta ujinga kama huu ambaye ameleta huyu. Kama umeanza kuona hii ni shule ya baba yako, shule itakushinda. Toa nyingine hapo, toka. Mnanishangaza. Toka hapo. Toka. Jamani, ila hili swala la mwalimu Mwaipopo na Abduli nanipatia mashaka. Wewe una mashaka? Mimi nahisi yule mwalimu anamtaka Lydia. Inawezekana tu unajua kwa nini mwalimu aniadhibu hata nitakapofanya kosa. Olesta, mimi najua unatoka naye na hakuna siyejua hapa shuleni. Suma, ilo umeongea wewe na so mimi. Eti Tuma, wewe ndo unayejua. Ongea. Suma, hayo ni maneno tu. Mwalimu Mwaipopo ndo anayemtaka Oresta. Tuwe naye makini. Mengine tuachane naye, tuendeni kwanza. Sawa.
Okay, tuachane nayo. Abduli, mimi hapo ndo nyumbani. Karibu sana. Karibu unywe hata maji. Hapa ndo nyumbani? Ndio, hapa ndo nyumbani. Na jumba likubwa kuliko hata ya kwetu. Kawaida bana. Mimi nikushukuru Lydia. Kwanza hili gari si la baba? Hiyo gari ya baba. Mimi nitakuja siku nyingine. Nisije nikaja leo afu nikamkuta baba. Si unajua tena. Alafu tena unakumbuka tena mwalimu wa hip hop. Hamna bana. Chana. Unajua nini? Tukutane kesho shuleni. Kweli. Kweli. Abduli! Unafanya nini hapo? Unafanya nini hapo? Toa. Toa hapa. Wewe Abduli, ndio maana unakwambia maneno kila siku wewe. Kwamba wewe huna akili, wewe ni mpumbavu. Wewe ni mshenzi kama washenzi wengine. Yaani unaacha masomo, unakuja huku mtaani unazurura. Wewe, ndio maana ukija hata huku mtaani unaleta mambo ya kipuuzi, mambo ya kishenzi. Wewe huna akili, hujai kuwa na akili hata shuleni wewe, mpuuzi kabisa wewe. Tutaonana shuleni kule. Wewe, hebu njoo. Kwa nini unaongea na wajinga kama wale? Umeshanunua vya kununua? Nimenunua. Umelipia hela pale? Nishalipa ndio. Aha, ndio unaelekea nyumbani? Ndio. Basi sawa. Tutaonana kesho shuleni. Ndiyo yanafanya nilipize kisasi, sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo. Naweza sema hivi, hiki ni kisasi cha haki, hiki ni kisasi cha haki. Agenda juwe Kisenge. Agenda juwe la jeshi baile satumba we. Kisenge shibaile satumba. Siawalele we. Agenda juwe la Kisenge. Agenda juwela je. Agenda juwela je. Zepa mwanya so msituwa. Agenda juwela Kisenge. Agenda juwela je.
Babu, inaonekana wewe ni mtaalamu sana wa kuimba nyimbo za asili. Ina maana wewe hujaenda shule? Wewe shule imekushinda. Hapana babu. Babu, wewe hujui tu. Nikienda shuleni nitarudi maiti au nikiwa mgonjwa mahututi. Kwa sababu gani? Babu, shuleni nimegeuzwa kama ngoma. Kila siku ninapigwa. Una makosa gani pale wewe mpaka ugeuze ngoma? Babu, kipindi kikifika utaelewa na maanisha nini. Haya baba. Wengi waliokataa shule mwisho wake wanayaona matatizo yake. Faida ya mjinga utaiona ukiwa mkubwa, lakini saa hizi tunakula kwangu. Maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi, sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi, sio kwamba napenda, ila. Abdul, usiku nashindwa kulala. Kila siku naota ndoto za mwanamume. Wewe na mama Ipopo umefukuzwa shule. Na sio ndoto tu, watafukuzwa kweli. Uhuni tu. Akili yangu haipo hapa shule. Na kila siku inaniambia niache shule. Kijana mkimbizi. Ulivamia shule yetu. Kimbia. Kwa nini jana ukifika shuleni? Kuna tatizo ya uwezo. Najitahidi sana kupambana kila namna kupambana na wewe. Nashindwa kufanya. Unaweza kunisaidia na yote kwa yote. Ridia ni wa kwangu na atabaki kuwa wangu. Si unanielewa vizuri? Asiyekubali kushindwa, huyo sio mshindani. Sawa, mimi nimekuelewa. Karibu mtaani. Askari. Ndio mkuu. Nataka umsikilize. Huyu kijana. Ndio mkuu. Sihitaji kumuona tena hapa shuleni. Kuna makosa ameyafanya. Ndio. Hivi sasa hivi ninavyosema. Ndio. Kijana, unaweza kutoka. Umesikia mkuu alivyosema? Kijana, unaweza kutoka. Usikii? Unaweza kutoka. Kwenda. Kwenda. Maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi,
sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo. Naweza sema hivi, hiki ni kisasi cha haki. Chakula tayari. Okay, sawa, nakuja. Shikamoo. Lydia, binti yangu. Abe baba. Hivi unajua nakulea kwa mapenzi mazito sana mwanangu. Ndio, hilo nalitambua dadi. Napambana kwa namna yoyote ili kwa ajili ya future yako ya baadaye. Unaweza kuniambia unakumbuka usia wa marehemu mamako? Ndio dadi, nakumbuka. Alisemaje? Alisema nisome kwa bidii niweze kutimiza ndoto zangu za udaktari. Exactly. Kumbe unakumbuka vizuri. Mwanangu, kuna muda nilikwambia babako nataka labda nioe ili nikuletee mtu wa kusaidia majukumu hapa nyumbani. Ukanikataza, ukasema badala yake tuweke binti wa kazi. Hilo mimi nikalifanyia kazi. Kuonyesha kwamba tu, yani ninaelewa unachokisema na ninakubaliana na wewe. Sasa mbona hapo umeenda tofauti? Utatimizaje ndoto za udaktari ukiwa wewe ni mjamzito hapo ulipo? Unashangaa nini sasa? Unashtuka kuona mimi najua kwamba wewe ni mjamzito? Ama unashtuka wewe mwenyewe hujui kama ni mjamzito? Unaweza kuniambia unamfahamu aliyekupa ujauzito? Ndio dadi, namjua. Haya, kula, maliza haraka, twende kanipeleke. Tami, nimeangalia kwenye friji mwanangu, naona nyama zimeisha, hamna kuku hata mmoja humo, alafu juisi hazipo na hujasema. Nikwambia ukiona vitu vinataka kuisha, sema, sawa? Ndio. Hii hapa, hii ni 50, nadhani itatosha. Chukua hata kuku wawili. Hakikisha umewaandaa vizuri, weka humo. Sawa. Mboga hiyo. Na wewe mjinga, kula haraka. Hatuna muda wa kupoteza. Nimeshiba dadi.
twende. Babu. Unajua na mimi natamani sana nije kufika umri kama wako. Yaani na mimi natamani siku moja nije kufika umri kama wako. Kwa maisha mnayoishi ni ngumu sana. Magonjwa ni mengi. Mnaruka mno. Lakini yaani unapozungumzia kurukaruka huko mzee ukoje yani ndugu yangu? Kurukaruka sisi enzi zetu. Nikitaka kupata binti naonyeshwa na wazazi wangu. Sasa wewe babu yangu wewe unajichukulia hapo na kwa kusema tayari babu ni naye hapa na mtoto ni naye hapa. Sasa mimi nitaweza? Hamna babu, lakini unajua kwa mlivyokuwa mnaishi zamani na sasa ni vitu viwili tofauti. Tofauti yake kwa mimi nikisema leo nichagulie mwanamke wa kumuoa, ndakaa naye kweli babu? Ndio hapo mnapokosea. Naomba nikueleweshe tu mjukuu wangu. Nikueleweshe tu unielewe. Ninaposema kuchaguliwa si kwamba nakupitia fimbo. Ninaelewa kwamba ule ukoo ni wavivu, ule ukoo ni wahuni, ule ukoo kuna magonjwa. Hapo magonjwa ya ukoo mwanangu. Mjukuu, yako magonjwa ya ukoo. Yanakwenda kizazi mpaka kilembwe. Sasa sisi tulikuwa tunaambiwa hivyo kuepusha haya. Sisi kwetu wakati tunakuwa ni ngumu sana mzazi kunikuta mimi niko barabarani na watoto wa kike. Kwa sababu tulikuwa na adabu ya kwamba nikitaka kuoa ni lazima familia yangu inionyeshe nyumba ile pale kuna sababu yao. Mtu anapiga hodi. Mlango uko wazi. Karibuni. Karibu sana. Marahaba jambo. Binti karibu. Marahaba jambo. Karibu, umenishtua. Mzee, kuna tatizo. Mjukuu wako amempatia mimba binti yangu. Lydia. Baba anaongea nini hiki? Kijana, nitakufunga na utaozea jela. Huwezi kumpa binti yangu mimba. Upo sahihi ukifanya unachokitaka, kwa sababu wewe ni tajiri na una uwezo wa pesa. Na vipi kama umeniweka jela na ukaja ukagundua kuwa mimba ya binti yako sio ya kwangu na sijawahi kuona mwili wa mtoto wako? Ina maana binti yangu ni mpuuzi, hajui alitoka na nani mpaka atulete huku? Njia ya Mungu ni fupi, ila ukweli unadumu siku zote. Ngoja kwanza. Baba, wewe ndio umekuja hapa? Ndio. Huyu si amekataa? Ndio anakataa. Anakataa. Sasa kaanzie kule unakosoma kule shuleni. Kule kuna mambo mengi. Asingekataa kule huyu. Lakini mzee, mnaleaje hawa wajukuu zenu hawa? Haya, huu muda itakiwa wepo shuleni, bado yuko huku mtaani. Inaonekana kuna kitu hakiko sawa hapo.
Sasa baba, nina uhakika huyu, na nikienda shuleni nikaubaini ukweli, mzee wangu, huyu kijana wako namfunga na ataozea huko jela, haendi. Sasa baba, kutokwenda kwake shuleni huyu na mimba ya mtoto wako unayesema vinaingiliana wapi? Katafuta unakotaka kutafuta ukweli uliko. Wanakuwa wavuta bangi hawa mzee, na kama hata soma huyu ukimwacha hapa ndio wanaanza kutukaba mtaani huko. Mwanangu havuti bangi, mjukuu huyu na muamini, nimemlea mimi toka udogo. Sawa. Sawa mzee. Ukitaka kwenda nenda tu. Nenda kaulizie, nenda kafuatilie. Ngoja tukafuatilie. Tena nikupe nafasi nyingine. Ukishindwa kwa baba nenda serikalini. Nenda tu mwanangu. Sawa. Nenda Sawa mzee. Nashukuru. Nenda tu. Nenda bwana. Nenda. Na najua kijana wangu utarudi tu. Babu utarudi tu. Wewe nenda tu. Nenda tu. Haya mambo gani tunaanza kudharauliana hapo? Umekuja kwangu, umenifuata nyumbani kwangu. Mjukuu wako. Kitu ambacho hakiwezekani bwana. Wewe nenda tu bwana wewe. Maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi. Sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi. Sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo. Naweza sema hivi, hiki ni kisasi cha haki. Mawasiliano ni namna ya kupashana habari baina ya watu wawili au zaidi kwa njia ya simu, television, magazeti na kadhalika. Hivyo ndivyo ilivyo. Sawa? Sisi tunaelewana? Ndio. Baba, nadhani hapa ningemuuliza Lydia. Uje uzito ni nani? Lydia, uongo na unafiki ni kama njiti ya kiberiti ambayo ni ndogo sana, lakini ina uwezo kuchoma ekari 400 za poli. Hilo huko uliona uliniona mimi mnyonge. Chiki mnavyoona aibu. Nyuso zenu zimewashuka. Mlishindwa kunitetea mpaka nikafukuzwa shule. Oneni sasa. Tena nasemaje? Mkiendelea kukaa kimya hivi, huyu mwalimu wa Ikoko atawapa wanawake wote umimba na wanaume wote mtawekewa kisirani kama mimi. Oneni sasa. Nadhani mimi nilishindwa kusoma au sipendi shule? Nimeharibiwa future na Mwaipoko. Oneni hata Lydia sasa. Ni mjamzito. Lakini yote na yote ni kwa sababu yenu nyie. Ukimya wenu nyie ndio unaosababisha. Hii ni mimi na wewe. Unajua, kuna siku moja nilitamani nije kuwa mkubwa sana kwenye nchi. Wenda ningekuwa rais, ningekuwa mbunge, ningekuwa mwanajeshi, mtu wa kuilinda nchi yangu.
ningekuwa polisi kulinda watu wangu pamoja na vitu vyao, lakini future yangu imeharibiwa na mtu mmoja tu. Mwalimu Mwaipopo. Mwalimu Mwaipopo kaniharibia mimi ndoto yangu. Ona sasa, leo hii hadi babu ananiona mimi muuni, haniamini tena. Oya, achana nayo. Mtu mwenye anaonekana na mawazo. Sikia mwanangu, hii kitu isikudanganye kwamba inatoa mawazo. Unaonaje hiyo jino kwa jino? Oa, hiki ni kisasi cha haki, lazima kipatikane, lazima kipatikane, lazima kipatikane. Hiki ni kisasi cha haki kati yangu ya mimi na wewe Mwaipopo. Hiki ni kisasi cha haki, sikubali. Maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi, sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo, maumivu ya moyo ndiyo yanafanya nilipize kisasi, sio kwamba napenda, ila maumivu ya moyo. Naweza sema hivi, hiki ni kisasi cha haki, hiki ni kisasi cha haki. Kuna namna vile nilitamani nami nifike mbali kielimu, ila kakosa kabisa mwelekeo, kapoteza kabisa. Kisa hiki kimenyumiza moyo. Nilipenda kupitiliza, leo nimerudi mtaani napata shida. Moyo unauma, unauma, moyo unauma, nateseka sana. Moyo unauma, unadai ulipize kisasi, so kama unapenda ila moyo unauma.